Leo nimekuja vita. There's no peace. No peace for the wicked. No peace. Na nataka mrekodi hii na mtume penye nafaa kwa washirika wa JCM na huyo bishop wao Malenge. Ben Kiengei, I'm addressing you. Na nimekutengenezea video unaweza enda watch. I know he watches with the pseudos. Sikiza nikuambie kitu moja. A woman's beauty is not defined by skin tone, color, height, size, or any other thing. Kama Kiengei anataka kuingia kwa chai za TikTok, akuje TikTok. Umalaya yake yasitume aanze kutukana watu, aanze kudefine watu vile wanakaa, maana yeye sio Mungu. I am telling you truth, Githaiga. Pretty Vishi is beautiful. Any other woman, they are all beautiful. Wacha na hizi tunachambananga hapa TikTok. Women are beautiful. Women are our mothers. Women are our sisters. Wanawake ndio tunakulanga, tunasikia utamu. There is no other thing that is sweet than a woman in this world. Sasa mtu anaenda kukaa chini na uzee wake na anajiita bishop. Unakuja unaanza kusema sijui ati mwanamke anakaa hivi na hivi na hivi. Wale watu wanafadhili ujinga ya Kiengei ndio anaanza kufikiria kama yeye ndio super natural, super sijui what, super what. You are not nothing before the eyes of God. Everybody is equal, and that's why the Bible defines us well, that we are created in the image and likeness of God. Sasa mtu anaanza unakuja kutusi mtu mwenye hata hana shughuli na wewe. Na akiambua ukweli anajifanya yeye ndio. Mimi nimekwambia Githaiga, hizi kanisa tunaenda ni za kuentertain umalaya, ni za kuentertain sijui nikwambie nini, ni za kuentertain pumbavu tupu. Hao wanaume mapasta wengi Kenya. A lot. Githaiga, why I respect you is you came out of the closet and announced yourself saying this is how I am. Mapasta wengi huko. Mapasta wengi ni magay. Mapasta wengi hawa ni matakataka, mashoga, walevi, maumbwa, wezi. Mapasta wengi ni matakataka tupu hii Kenya. Kama leo Mungu angefanya kuchuzu watu wakaenda mbinguni, hakuna pasta angeenda mbinguni kutoka Kenya. Ni maumbwa hawa. Sasa pasta anakuja kanisani, kwanza anakubali mke wake atusiwe kwa madhabahu. Yeye mwenyewe ni umalaya imemjaa kwa kichwa. Kazi yake ni kufocus na kuchukulia malon na mabibi za watu. Mapasta hapa Kenya ni kazi yao ni kubrainwash watu na kupreach sijui gospel ya sijui ati mupate pesa, mupate mali, na hawana akili. Maumbu wa mapasta. Kama pasta ni ukweli, kwa nini uko na vitimbi kwa kanisa? Kama pasta ndio ukweli, kwa nini tabia zako zinaonyesha tofauti na Kenya na preach? Kama pasta ni ukweli, mbona utupatie historia yako na ituhusu? Si uhubiri Kenya kwa Biblia na uende kwako. Kama pasta ni wa ukweli, mbona mnadonetiwa 20 milioni kwa kanisa na kuna mtu amekosa school fees kwa kanisa yako? Kuna mama amekosa chakula na umpati. Unataka kupeana kwa wale watu wanajulikana ndio upate sifa, na kupeana kwa kamera ndio upate sifa, na ukijenga unaonesha kwa video. Kwa nini? Kama pasta ni wa ukweli, kwa nini kanisa iko na maploti yenye haifaidi washirika? Kama pasta ni wa ukweli, kwa nini mnanunua apartment na nyinyi ndio mnapokea rent? Kama pasta ni wa ukweli, kwa nini bank account ya kanisa haihusishi na washirika, kazi yao ni kutoa pesa tu? Kama pasta ni wa ukweli, mbona unaendesha Bentley, unaendesha Mercedes Benz, unaendesha Harrier, na mshirika wako mwingine anatembea bila viatu?
Kama pasta ni wa ukweli, kwa nini unakula bibi za watu kwa kanisa? Kama pasta ni wa ukweli, kwa nini mnatombana mikundu? Kwa nini? Kwa nini? Why? Why are people suffering? Yet we say we have pastors. Why? TikTok has become more better than the church. Sawa. Wait. These pastors are brainwashing Kenyans. These pastors are stealing from Kenyans. These pastors, a lot of them are humanizers and gays. That's the reality that they don't want to listen, to hear. Yes. Sasa hao mapasta kazi yao wameweka levels kwa kanisa. Siku ndawaambia hivyo. Wameweka levels kama za gifters wa TikTok kwa kanisa. Kuna level 50, kuna level 1. Level 50 amewekewa carpet anakaa huko juu. Amewekewa ameshenao mpaka kocha kukaa. Sawa. Level 1 ako huko nyuma na kiti ya plastic huko. Anaangalia pasta kwa TV na kwa kanisa. Kuna mshirika niko sure. Hata kanisa ya JCM tuongelele because ndio ina trend. Niko sure kuna mshirika wa hiyo kanisa mwenye hajui hapo mbele kuna kaa aje. Because kwa kanisa kuna security. Kama Mungu ni security wetu, hao ma security wanafanya nini kwa kanisa? Yes. Kama ulisema Mungu ndio ananilinda, mbona unalindwa na bodyguards? You say that the way and the truth and everything is Jesus Christ. Na kwa nini mnaweka watu wa kuwalinda? Mnaogopa nini? Kama kifo ndio njia ya kwenda mbinguni, mnaogopa nini? If right now you parade all pastors in Kenya and tell them, okay, heaven is the goal, right? Aya, chukua bunduki. Waambie sasa, omba maombi yako ya mwisho. Ataanza kusema na kuomba, atakupigia magoti, hata pigia Mungu tena. Atasahau kwamba Mungu ndio anamlinda. Hao matakataka wasiwadanganye. Hao matakataka wasiwadanganye ama pasta. Hawezi kusimamia wakati uko na shida.